kusikiliza taarifa ya habari. Habari za mchana huu msikilizaji wa Ushindi FM Radio, karibu kusikiliza taarifa ya habari na soma na Veronica Victor. Kwanza ni muktasari. Mamlaka ya usambazaji gesi ya kupikia mkoani Mtwara ametakiwa kufuata sheria na taratibu zote za kibiashara. Diwani wa kata Msewe iliyopo Mbeya vijijini mkoani Mbeya Boniface Njema amewapongeza wananchi wa kata hiyo. Na zaidi ya wanafunzi 150,000 wa mwaka wa kwanza katika vyuo vya elimu ya juu nchini Ghana watafaidika chini ya sheria mpya ya serikali ya hakuna ada ya kielimu. Habari kamili, tuanzie mkoani Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Dr. Juma Homera amezindua mradi wa kuendeleza mnyororo wa thamani endelevu wa kahawa Tanzania utakaogharimu takriban dola za Marekani 337,171 kwa kipindi cha miaka mitatu. Akiwa katika ukumbi wa Ede jijini Mbeya, Dr. Homera amesema mradi huo utatekelezwa katika vyama 9 vya msingi AMCOS vilivyochaguliwa kutoka halmashauri ya wilaya Mbeya na Rungwe mkoani Mbeya na wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma. Katika miaka mitatu mwaka 2025 hadi mwaka 2028, mradi huo unatarajiwa kuwafikia wakulima 1359 kutoka katika vyama vya msingi AMCOS, ambapo pia Dr. Homera ametoa wito kwa wawekezaji nchini Japani kuwekeza katika zao la mpunga na ulimwa wilayani Mbalali. Akiongeza malengo ya mradi huo, balozi wa Japani nchini Mikai Yoachi amesema lengo kubwa ni kubadilisha kilimo cha wazalishaji wadogo kwa njia endelevu, kuboresha uzalishaji wao na upatikanaji wa soko kwa kuchochea ushirika wa sekta binafsi na uwekezaji katika kilimo na mifumo ya chakula. Mamlaka na wasambazaji gesi ya kupikia mkoani Mtwara wametakiwa kufuata sheria na taratibu zote za biashara hiyo, ikiwa pamoja na kukata leseni ya mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji ya EWURA. Hayo yamezungumzwa na meneja wa EWURA kanda mashariki mhandisi Nyirabu Musira wakati akitoa elimu kwa mawakala na wasambazaji wa gesi mkoani humo, ambapo amesema wapo baadhi ya wafanyabiashara hao ukiuka masharti ya leseni zao, ikiwa ni pamoja na kujaza mitungi kwa njia isiyo salama. Aidha, amewahimiza wasambazaji hao kutimiza majukumu yao kisheria katika usambazaji wa gesi majumbani ili kuongeza matumizi ya nishati safi ya kupikia na kufika adhima ya serikali ya kuachana matumizi ya kuni na mkaa. Elimu hiyo imetolewa katika manispaa ya Mtwara Mikindani, lengo likiwa ni pamoja na kukumbushana mambo muhimu wakati wa usambazaji wa gesi hiyo. Ametumia nafasi hiyo kutoa wito kwa wananchi kununua au kubadilisha mitungi ya gesi kwa mfanyabiashara ambaye ana leseni ya mamlaka hiyo, sambamba na kuhakikisha mtungi huo umepimwa katika mizani ili kuepuka udanganyifu. Meneja wa TANESCO wilaya ya Kinondoni mhandisi Florence Mwakasege amesema mradi wa kupoza umeme ambao ni sehemu ya miradi uliounganishwa katika gridi ya taifa, gridi imara, umekamilika kwa 67%, hivyo tatizo la kukatika kwa umeme linakwenda kwa historia. Amesema miundombinu ikiwa mibovu, umeme unaposafirishwa mara nyingi hupotea njia na kulifanya shirika la umeme TANESCO kupata hasara. Amesema hayo wakati wa ziara ya kamati ya siasa mkoani Dar es Salaam inayokagua miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwa ni utekelezaji wa ilani ya CCM. Mwakasege amesema mradi huo unagharimu kiasi cha shilingi bilioni 125, huku usanifu wa mradi ukiwa unaendelea tayari umefikia 96%. Jumla ya transforma 5 zimekwisha wasili eneo la mradi, kati ya hizo 4 zipo Mabibo na moja itafungwa Ubungo. Kwa upande wake, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dar es Salaam Abbas Mtemvo ameupongeza uongozi wa wilaya ya Ubungo kwa kusimamia vyema miradi yote inayotekelezwa na kuwataka kuongeza juhudi na kukamilisha kwa haraka jengo la mama na mtoto pamoja na jengo la upasuaji kituo cha afya Makurumula ili kiweze kusaidia wananchi zaidi ya 200,000 waliopo eneo hilo. Katibu halmashauri kuu NEC itikadi wenezi na mafunzo Simusipe Makala amesema serikali itashughulikia na waliohusika kufanya uadilifu
kwenye hospitali ya halmashauri ya mji wa Ifakara inayojengwa eneo la Kiberege. Mama Makala ameeleza hayo wakati akizungumza na wananchi katika halmashauri ya mji wa Ifakara wilayani Kilombero mkoani Morogoro, ikiwa ni mwendelezo wa ziara ya siku 7 mkoani humo. Makala ameeleza kuwa anafahamu kuwa changamoto zipo na serikali ya CCM inajipambanua kuwa ni chama chenye dhamana ya wajibu wa kuwatumikia na kutatua changamoto zao wananchi. Makala amesema hilo akihusisha utatuzi wa changamoto za ubadhirifu iliyotokea katika ujenzi wa hospitali hiyo na kupelekea kutokamilika wakati ili kuanza kutoa huduma kwa wananchi kama inavyotakiwa na kuahidi waziri wa ofisi ya Rais tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI atafika kutatua hilo. Taarifa hii ya habari na kujia kutokea hapa Ushindi FM Radio. Viongozi wa ulimwengu wametuma salamu za kumpongeza Papa Leo kwa kuchaguliwa kwake. Miongoni mwa waliokuwa wa kwanza kumpongeza Papa ni mpya ni Rais wa Marekani Donald Trump, aliyesema ni heshima kwa taifa la Marekani kumpata Papa wa kwanza Marekani. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz ambaye ni Mkatoliki amesema watu nchini Ujerumani wanaotizama uongozi mpya wa Papa kwa imani na matarajio chanya. Wengine waliompongeza ni Waziri Mkuu wa Italia Giorgia Meloni, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, wengine wa Kenya William Ruto, Felix Tshisekedi wa Kongo, Rais wa Halmashauri Kuu ya Ulaya Ursula von der Leyen, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na Vladimir Putin wa Urusi. Na hatimaye zaidi ya wanafunzi 150,000 wa mwaka wa kwanza katika vyuo vya elimu ya juu nchini Ghana watafaidika chini ya sera mpya ya serikali ya hakuna ada kielimu. Hatua hiyo ni kwa mujibu wa Rais John Mahama. Serikali imetenga takriban euro milioni 35.8 kwa ajili ya mpango huo na kuzindua tovuti ya kidigitali iliyoitwa No Stress ili kuwapa wanafunzi upatikanaji rahisi wa ufadhili huo. Mahama pia ametangaza sera mbili mpya za kijamii: elimu bila malipo ya elimu ya juu kwa watu wenye ulemavu na mfuko wa dhamana wa matibabu wa Ghana. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari. Mamlaka ya usambazaji gesi kupikia mkoani Mtwara ametakiwa kufuata sheria na taratibu zote za biashara hiyo. Diwani wa kata ya Misea iliyopo Mbeya vijijini mkoani Mbeya Boniface Njema amewapongeza wananchi wa kata hiyo. Na zaidi ya wanafunzi 150,000 wa mwaka wa kwanza katika vyuo vya elimu ya juu nchini Ghana watafaidika chini ya sera mpya ya serikali ya hakuna ada ya kielimu. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka Ushindi FM Radio. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 1 kamili usiku. Mkusanyiko wa habari za kutwa saa 3 kamili usiku. Saa 9 alasiri ni habari kwa ufupi. Usikose kujiunga nasi na taarifa hizo zote. Asante. Nikutakia usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea. Jina langu ni Veronica mwana wa Victor. Mchana mwema.